Tumeunganika hapa kama viongozi wa vijana kutoka miungano tofauti tofauti, kwa sababu tumekubaliana ya kwamba yanayotusumbua ni mambo sawa, na kwa hiyo tukaona mambo ya kukaa katika migawanyiko hayatatusaidia, hasa hivi tunavyoelekea katika uchaguzi ujao wa 2027. Na hivyo tukakusanyika hapa ili tuweze kujadili mustakabali wa mambo yanayowahusu vijana wenzetu na vijana kwa ujumla. Tunaamini ya kwamba sisi kama vijana, mazungumzo juu ya mambo ya ukosefu wa ajira tunaweza tukayazungumza vizuri zaidi, kwa sababu sisi ndio waathiriwa wa ukosefu wa ajira. Na vile vile tunaamini ya kwamba mambo ambayo yanahusu vijana, sisi tu ndio ambao tunaweza tukatoa msimamo, na sisi tu ndio tunaweza kuwa na ari na ule ukakamavu kuhakikisha kwamba yanatekelezwa na kuboresha si maisha tu ya vijana, bali maisha ya Mkenya kila mahali. Na ndiposa tumekuja hapa tukasema ya kwamba wakati umefika tuache kutembea katika migawanyiko, tuweze kuleta haya makundi yote pamoja, tuweze kujadili kile ambacho tunataka, na tuweze kusema ama kukubaliana njia ambayo tutaifuata kuhakikisha ya kwamba tuna represent ama tunawakilisha mambo yanayotuhusu vyema itakapofika mwaka wa 2027. Vile vile tumekashifu vikali utekaji nyara wa vijana wenzetu katika mipaka ya Uganda, Bob Njagi na mwenzake ambao waliweza kutekwa nyara katika nchi jirani ya Uganda, na tunataka kukemea vikali serikali ya Kenya kwa kuendelea kukaa kimya dhidi ya mambo haya ambayo ni ukiukaji mkubwa wa sheria na vile vile haki za kibinadamu. Na tunataka kusema kwa pamoja ya kwamba serikali ya Kenya lazima iwajibike na lazima ituambie Wakenya wenzetu wako wapi, kwa sababu kimya chao kinazungumza zaidi ya maneno yao, na wanachotuambia kwa kusalia kimya ni ya kwamba walishirikiana na serikali ya Uganda kuwateka wenzetu nyara, na hata ukosefu wa vijana wale serikali ya Kenya ndio ambayo imesababisha. Na kwa hiyo tunataka kumuita rais mwenyewe ya kwamba produce ama aweze kutoa vijana wale haraka iwezekanavyo, la sivyo sisi kama vijana tutachukua hatua ya kuhakikisha kwamba tunashinikiza serikali ya Kenya na serikali ya Uganda kufichua waliko vijana hawa, kwa sababu mtu sio hewa ya kwamba anaweza akadisappear ama akakosekana mara moja vile. Kwa hiyo tunataka kusikia taarifa kutoka kwa wizara yetu ya mambo ya nje, watuambie kinachofanya vijana wale wakose kutolewa ama kusemekana na chochote kuwahusu. Jambo la pili, vile vile tunataka kusema ya kwamba haki za binadamu zizingatiwe katika nchi jirani ya Tanzania. Vijana wanakisiwa zaidi ya 70 wameuawa katika ama 700. Hakuna hata taarifa ambayo imetolewa kikamilifu kusema ni wangapi ambao wameuawa, wale ambao wameumia katika nchi jirani ya Tanzania. Wale ni vijana wenzetu, na ni ishara kwamba sisi kama vijana wa Afrika tumejitolea na tumeshiba na tumetosheka na uongozi mbaya ambao unaenezwa na viongozi katika Afrika, na wakati umefika ambapo uongozi mpya, uongozi mbadala ambao utaletwa tu kwa hawa ambao unawaona hapa na vijana wenzetu katika Afrika nzima umewadia. Na kwa hiyo lazima Afrika ama jumuiya ya Afrika ishikane, Afrika Mashariki iweze kukashifu vitendo vya kinyama vinavyoendelezwa na Rais Samia Suluhu dhidi ya maisha ya binadamu. Na lazima vile vile AU ijitokeze na kusema kitu kuhusu ukatili unaoendelezwa kule, na vile vile kuhusu utekaji nyara ambao umekuwa ukifanywa kiholela katika nchi za Afrika Mashariki, kwa sababu mambo ya kupotea kwa binadamu umekuwa ukifanyika hapa Kenya na nchi jirani katika Afrika Mashariki. Kwa hiyo hivi karibuni tutajitokeza tena sisi kama vijana, ambapo tutakuwa na maelezo kamili ya yale mambo ambayo tutakuwa tumekubaliana kuhusu umoja wa vijana na kuhusu mambo ambayo tunataka yatekelezwe kisiasa itakapofika mwaka wa 2027 na kuendelea. Na hao unawaona hapa ni viongozi mbalimbali ambao wametoka katika miungano hiyo. Wengine ni viongozi wenye azma tofauti tofauti katika viti vya kisiasa hapa nchini. Kuna wale ambao wanagombea viti vya urais,
wako hapa. Kuna wale wanagombea viti vya ugavana wako hapa. Kuna masenators wako hapa. Kuna wale woman representative wako hapa. Tuko na madiwani na vile wale wajumbe wa National Assembly vile wako hapa. Kumaanisha kwamba sisi kama vijana tuko tayari kupokea uongozi wa nchi hii kutoka kwa viongozi walioko na kuendeleza Kenya katika sehemu iliyosalia ya ukombozi wa tatu wa taifa la Kenya ambao ni ukombozi wa kiuchumi.